Hello, what's up my people, wherever you are watching us from. Of course, we are delighted, we are happy, and this is the best place where you are supposed to be, because we want to talk about amazing and exclusive stories that will inspire and transform your life, your way of thinking, and the way you conduct yourself. My name is Jibril Juma, and this is Crystal Chamber. We want to talk about that day. Of course, today we are here with an amazing guest. And the guest is gonna talk about that day. Of course, we wanna have an introduction of who the guest is, and learn and listen and have more of the fun from the guest. Welcome to this Crystal Chamber, and feel at home. Karibu sana. Asante brother. I hope you're good. Thank you. Good. Long time. Asante. Hata tumepatana brother. Karibu sana. Nimeshukuru. Ndani ya show. Hapa hivi tunataka tupige story. Watu wanakufahamu, kuna wale wanakufahamu, kuna wale hawakufahamu. Kweli. And it's long time since we met. That was back in around 2022. Yeah. And tumekuja tukakutana this year tena. Nakumbuka tulikutana kwa video shoot fulani. Kabisa. Wakati huo kila mtu yuko shughuli hapa na pale, hatukuweza kuzungumza sana. Lakini kwa sasa hivi tumepatana ili tuweze kupiga story. Kabisa. Watu wanakufahamu kama nani, na wewe unafanya shughuli gani? Mimi naitwa Nathan Mutala. Majina, mimi naitwa Nathan Mutala. Wengi sana walikuwa wanifahamu kama Dogo Nati. Wakati huo ambapo nilikuwa bado nafanya bongo, muziki wa bongo. Mimi ni mwandishi, mimi ni mwimbaji. Mimi katika uandishi wangu sana. Kando na hilo pia nimekuwa katika harakati za kutafuta hela. Najua pia watu wanashangaa nilipotelea wapi. Mimi ni mwanamuziki bado, sijaacha ama sijaasi kipaji changu. Ndio hivyo basi, ndio tumekutana leo. Tueleze kipindi hicho muziki umesitisha, ni nini haswa kilichangia katika wewe kusitisha muziki na kufikia siku ya leo? Tukatafutana, tukazungumza, nikapata fununu kwamba kuna zile kwamba push kwamba unarejea katika muziki. Kusema kweli, jinsi nilivyokuambia hapo mwanzo, sijaasi muziki wala sijaacha kufanya uandishi. Naweza nikasema kumekuwa na changamoto kadhaa zilizonisababisha mimi kusitisha kidogo. Nitakuwa yani kwenda break, kutulia kidogo, a strategical break. Kabisa brother. Niliamua kutulia kidogo sababu muziki unahitaji hela. Pia muziki unahitaji uwe na ndugu ambao ni warefu. Nikizungumzia ndugu warefu unanielewa. Yani mtu kuwa mrefu in terms of kifedha. Unafaa kuwa na wale watu ambao wanakupiga kuinua kidogo. Tukizungumzia masuala ya muziki si kitu ambacho kinafanyika tu. Muziki ni kitu ambacho kinahitaji hela kwa wengi sana. Ni kitu ambacho kinahitaji kujituma. Haswa ukikuja kwa masuala ya recording, uandishi, au ukipata msanii ambaye hayupo na umakini sana katika kufanya hivi vitu kwa ukaribu, atafeli. Ndio maana mimi niliamua nijitulize kidogo, nikaweze kujichunguza na nikaweze kurudi kivizuri katika industry. Ndio hivyo. Tukizungumzia kurudi ama kurejea katika industry, marejeo yako ni yapi? Kwa sasa nimerejea kama msanii wa gospel. Niliamua kufuatilia injili brother. Mimi nimeokoka. Namjua Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Amenitendea mengi sana. Nikifuatilia hapo nyuma nimekuwa nikihangaika, na ni ukweli Mungu anajibu maombi. Sababu tangia wakati ambao niliamua sasa hii ndio njia nafaa kufuata, kweli nilipitia changamoto kadhaa. Watu wengi wamenikataa, watu wengi wamenitenga, lakini pia ni hali ya maisha. Utafanya aje brother? Ni hali ya maisha. Kama umeamua kufanya uamuzi kutafuata njia fulani, ukizingatia sana,
itabidi utavipoteza vitu kadhaa maishani. Kuna watu ambao watadondoka, kuna watu ambao watabakia. So wale wenye wabakia mimi ningependa kuambia pia wabakie, wasiondoke tu. Of course pia sisi tunakuombea kwamba safari yako iweze kupata watu wengine wapya ambao watakujenga, ambao watakuwa tayari kusimama na wewe katika sanaa na pia uweze kushika mkono. Kwa wale ambao wanatufuatilia katika Crystal Chamber, of course I want to remind you kwamba msanii anaitwa Nathan. Watu wakupate vipi katika mitandao ya kijamii? Mimi kupatikana katika mitandao ya kijamii naitwa Nathan Mutala. Nathan Mutala, hilo ndo jina langu la usanii. Ukinitafuta pale Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Nathan Mutala bado tu. Ndio hivyo. Okay. Kuna watu wangependa pia kufahamu Nathan Mutala ni jamaa ambaye anatokea sehemu gani? Nathan Mutala ni jamaa ambaye makazi yake ni ya wapi? Yani kidogo nataka kujua kunihusu. Kazaliwa wapi na pia makazi yake ni yapi? Mimi Nathan Mutala ni mtoto amezaliwa Kenya. Mimi ni mtoto wa Kenya. Babangu ni Mnyore, mamangu ni Mtanzania. Nimezaliwa katika kijiji kinachoitwa Msire. Msire nafahamu. Msire ndo nyumbani. Naweza nikasema kule ndo nimezaliwa, nimelelewa kwa muda. Nimesoma katika Msire Primaries. Nikatoka nikaenda shule ya upili ya Kilingile. Na nikakuja nikasomea tena Sigalagala. Sasa nikamaliza. Nilimaliza shule ya upili mwaka 2016. Nilidhani hapo ndo niliamua sasa kufuatilia masuala ya muziki, sababu nilikuwa najijua na kipaji kutokea mwanzo nikiwa shule ya msingi. Ndio hivyo. So nikapush, nikajileta mjini na nikaamua hiki ndo kitu ambacho ningependa kukifanya. Ndio hivyo brother. Alright, safari nzuri sana ya muziki kabisa. Wapenzi watazamaji, huyu anaitwa Nathan Mutala ambaye unaweza kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii, that is Facebook, Twitter, Instagram na vile vile katika TikTok. Itapendeza kabisa ndani ya Crystal Chamber. My name is Jibril Juma. Of course you are still hanging with us tukiendelea kupiga story. Of course we want to talk about that day with Nathan, tujue kuna hiyo siku ambayo iliweza kufanya kwamba maisha yako akaja yakabadilika, ama ukapiga a turnabout ukasema kwamba hapa hivi nataka mkondo mpya wa maisha. Je, ni kitu gani ambacho kilifanyika siku hiyo, na maybe maisha yako yalibadilika vipi kutokana na siku hiyo? Vipo vitu vingi sana vinavyombadilisha mtu. Sababu hata nikizungumzia masuala ya gospel sasa hivi kuna mtu anajiuliza pahali inakuaje tu nilihama kutoka kwenye bongo music nikakuja kwenye gospel. Kweli ni changamoto za maisha. Alafu kando na hilo pia unajua bila Mungu huwezi ukafaulu kabisa brother. Kando na hilo pia kuna vitu ambavyo vimefanyika nikikumbuka ni vitu ambavyo vimechangia mimi maisha yangu kubadilika. Kuna kitu ambacho nilikifanya na nikahisi kana kwamba sikufaa kuvifanya. Nilikuwa bado najitambua mimi kama kijana. Nashuku pia nilikuwa bado na zile mbwembwe za ujana unanipata. Ilifanyika siku moja nikanyoosha mkono wangu na kumpiga jamaa fulani. Jamaa ambaye hatuna ukoo kabisa, lakini nilikuwa kutoka kwa hasira tu, ambapo wanasemaga wengi walisema hasira ni hasara. Ni hasara, na ilinisababishia mambo kadhaa ambayo mimi mwenyewe nahisi ni kama yamechangia pakubwa katika kubadilika kwa maisha yangu. Nilifika pahali nikakuwa nafikiria sana. Nilikuwa na mawazo, najiuliza kwa nini nisingemwacha tu, sababu pia wakati mwingine wanasema ni vizuri kunyamaza. Kama alinikosea, alinikera kidogo, lakini kama ningenyamaza haya yote yasingetokea. Alinifikisha pale nikapoteza kitu ambacho nilikuwa na kienzi sana.
ambapo hicho kitu bado napigana hadi wa leo kukipata. Bado nang'ang'ana sana, ingawaje imekuwa ngumu. Imenisababisha mimi kuhisi kana kwamba nimekosea. Nilikosea lakini sitorudia. Sitorudia kitu kama hicho. Siwezi nikasema kwamba mimi ni mkamilifu sana. Sisi wote ni binadamu. Binadamu hukosea. Binadamu hukosea. Lakini nimejifunza. Kimenibadilisha nikakuwa mtu mpole. Mimi mwenyewe najiamini ni mtu mpole. Mimi sinaga masuala mengi ya kukosana na watu. Hapana, mimi naaminia sana kuishi na watu kwa umoja. Chukulia kila mtu kama ndugu na tunafanya vitu kwa pamoja. Ndio brother. Alright, kwa mpenzi mtazamaji, of course that is Nathan Mtala. Unaweza kumfuatilia bado katika mitandao yake ya kijamii, na bado nakukumbusha kwamba ukisikia that day it's all about to transform your life ama kuinspire and aspire to other people. Of course ukisikia story yake ni kwamba kuna kitu ambacho kimembadilisha kimawazo, kimembadilisha kimaisha, na kimembadilisha katika mtazamo wake wa jinsi ambavyo atakavyoishi na kutangamana na watu. Na kabisa. Kwa hiyo hapa ndipo tunakueleza story ambazo zinakupatia mkondo tofauti wa maisha ama na kubadilisha. Je, katika kubadilika kwako unahisi vipi? Je, unahisi uko relieved? Unahisi bado uko mzito ama ni vipi? Niko sawa. Siwezi nikadanganya. Mimi niko sawa na nashukuru Mungu. Pia kando na hilo kuna mambo mengi sana yamefanyika ambayo yamenifanya mimi nikabadilika. Nikitazama vizuri urafiki pia. Mimi sikuwa mtu wa nilikuwa naaminia sana katika utangazaji. Mimi nilikuwa nikikua kutoka mtoto mdogo. Nakumbuka zile enzi nikimtazama Muhammad Ali, alikuwa ananipatia inspiration. Nilikuwa na feel ni kama siku moja naweza nikakuwa mtangazaji mkubwa sana. Ukifuatilia hata pale shuleni, shule ya upili, nilikuwa mtangazaji. Kuna wakati tulikuwa tunafungua, naweza nikasema ni kikundi ambacho tulikuwa tunafanya mambo na utangazaji pale shuleni. So mimi kukuja huku nje nikamkuta marafiki, wapo wengi marafiki ambao waliniambia, Nathan, kama bado maisha hayajajipa unaweza ukajaribu hii. Ndio maana wananipata nimefanya mambo na masuala ya hoteli, mambo na mixology. I'm a mixologist by the way. I do make cocktails. Natengeneza sana vileo, acha niseme hivyo. Natengeneza lakini wewe mwenyewe utumii? Mimi mwenyewe situmii. Kwa sababu ukizungumzia gospel na mtu wa vileo, mimi mwenyewe situmii. Unajua mtu mwingine pale nje atashangaa, kivipi? Mbona unatuchanganya? Mimi siwachanganya. Mimi nawaambia ukweli, mimi nimeokoka, namjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Pale ni kazi tu. Naenda kutafuta cha siku. Unajua pia hatuwezi kaa tu. Lazima tujitume kama vijana. Lakini ukizingatia, wajua sasa hivi kuna watu wamebadilisha mkondo wa even katika masuala ya dini. Kuna watu waumini, lakini ni waumini kwa siku ya ibada pekee ama siku takatifu pekee. Lakini ikifika siku ya sherehe, wao pia wamo ndani, ni wana sherehe. Kwa hiyo sasa kuna watu siku hizi watu wana mtazamo tofauti sana. Sasa sijui pia wewe mtazamo wako ni huo ama maisha yako ni hivyo, ama wewe kikazi ni kazi, alafu ukitoka basi ni shughuli zingine. Acha nikuweke sawa. Acha niwaeke sawa wale wanaonitazama. Kuna kitu ambacho watu husema ni msimamo. Ukiwa na msimamo maishani, ukisema unataka kufanya kitu fulani na utakifanya, ndugu yangu, lazima utakifanya. Sababu gani? Huwezi sema umeokoka na bado kunywa pombe. So nikienda pale kazini, mimi naenda pale kikazi. Najua wengi sana mmeniona nikifanya mambo ya kutengeneza cocktails nini. Nafanya tu kikazi. Mimi natafuta. Ukinipata pale nione kama mfanya kazi. Na nikitoka nje pia zidi kuona ule uwepo wa Mungu ndani yangu. Sababu mimi pia naamini kwamba nafanya tu kazi. Hivi kamera yangu ni ipi? Nawaambia hivi, usikose kwenda kutafuta kipato chako sababu unasema kwamba umeokoka. Sababu kuna watu wengi sana wameokoka na bado wanalala njaa. Mungu anasema jitume na mimi nitakusaidia. Unanipata?
So usikae tu, jitume, toka nje, enda pale, tafuta kitu chochote ambacho utakifanya ambacho kinakusaidia maishani, kinakupa pesa zako za halali. Shwari brother. Tokea, nenda tafuta, alafu rudi nyumbani. Alright. Huyo anaitwa Nathan Mtala ambaye ni msanii na amesema kwamba maisha yake yametransform na yamechange kabisa. Sasa hivi yuko katika muziki wa gospel kutoka kwenye muziki wa bongo, na imemchukua hatua kubwa sana yeye kufikiria na kustrategize, ndio maana hajakuwa katika game. Lakini sasa hivi anasema amerudi kwa kishindo, anarudi kupiga muziki, na anatumai kwamba mtafurahia na mtaendelea kumsupport katika muziki wake. Kwa hiyo tukumbushe kwamba katika mpango mzima wa Crystal Chamber, Nathan Mtala unapata katika mitandao yake kijamii Facebook, Twitter, Instagram na vile huko kwenye TikTok na pia YouTube. Ukiingia basi itapendeza kabisa uweze kusubscribe ili uweze kupata muziki wake ama uweze kufurahishwa na mambo ambayo atakuwa anaweka katika mtandao wake wa YouTube. Kabisa. Inapendeza kabisa. Thank you so much for coming through kuingia katika mpango mzima wa Crystal Chamber. In fact you are the first person ndani ya Crystal Chamber. Oh, and ni masuala ya pia umeingia na dini na blessing fulani yani. Kabisa bro. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa kukubali wito wetu ndani ya Crystal Chamber. Tunatumai kwamba mambo yatakuwa shwari, na tunatarajia sisi kama mashabiki wako tutakupatia support. Tunatarajia muziki mzuri. Tunatarajia more of the projects that will be coming from your side. Kabisa zipo. Kwanza ningependa tena kukumbusha kwamba nishafanya recording, ngoma zipo kwa wingi sana. Subscribe kwa YouTube channel yangu. Alafu tegemea kuna ngoma naachia muda sio mrefu. Haitachukua muda. Alright. Ndio kauli yake ama ndio story yake Nathan Mtala. Of course this is Crystal Chamber where we hear and listen and have a transformation of life and what matters. Of course, thank you so much. Wacha tuite siku leo. Thank you brother. Mwenyezi Mungu atujalie tukutane tena next time wakati ambapo umepromosha vibao. Shukran. Tuweze kupatia support. Shukran, napenda kazi yenu. Okay. Thank you so much. Endelea kutazama Crystal Chamber. My name is Jibril Juma. See you next time. Thank you.